Tuko mbele zako wakati huu na majira haya, Bwana mabwana, tunaomba rehema, tunaomba neema, mfalme wa mbingu na nchi, tunaomba msamaha, Bwana mabwana, wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, wewe ndiwe Mungu Jehova, wewe ndiwe Baba mwaminifu, mfalme. Tunaomba kumbuka rehema zako na neema yako, Bwana. Tunaomba kumbuka msamaha wako, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Baba, mfalme wa mbingu na nchi. Ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa falme, Jehova, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa falme, kumbuka rehema na neema, Bwana, katikati ya ghadhabu na hasira yako, mfalme wa mbingu na nchi. Tunaomba kumbuka rehema zako na neema yako, tunaomba kumbuka msamaha wako, Bwana mabwana, ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile, Bwana mabwana, ya 3 mstari wa 19, Biblia inasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa, Bwana, wako kwake Kristo Yesu Mwokozi Bwana wetu. Bwana mabwana, nasi asubuhi ya leo tunatubu na kurejea mbele zako, Bwana, tunatubu na kurejea kwako, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunaomba hiyo neema na rehema, Yesu, tunaomba hiyo neema na msamaha, Bwana mabwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kumbuka neema yako Yesu, kumbuka msamaha wako kwetu, Bwana, maana hatukustahili mbele zako, mfalme wa mbingu na nchi, hatukustahili mbele ya madhabahu yako, Bwana mabwana. Tumefanya yaliyo machukizo, tumefanya yaliyo mabaya mbele zako, Jehova, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tunaomba hiyo neema yako Yesu, tunaomba hiyo neema yako Baba mwaminifu, tunaomba hiyo neema yako Elishadai, Adonai Mwokozi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, tusamee mfalme mwema, tusamee Baba mwaminifu, mfalme, na inawezekana huu mwezi wa Januari, Bwana, yako mambo tuliyoyatenda, mfalme, yaliyo kinyume na mapenzi na makusudi yako, Bwana mabwana. Tunaomba hiyo neema na rehema, Yesu, tunaomba hiyo neema na msamaha kwako, Bwana, ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, sante kwa neema yako, Bwana, sante kwa msamaha wako ambao umeendelea kuachilia kwetu, Jehova, kila inapoitwa leo, ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, asubuhi ya leo, Jehova, sema na maisha yetu, Bwana, asubuhi ya leo, Bwana mabwana, tunatamani mfalme wa mbingu na nchi ukaseme nasi, Bwana mabwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, maana ni matamanio yetu, Jehova, tukuone wewe Mungu wa kweli, ukisema nasi, Bwana mabwana, ukisema na maisha yetu, Jehova, katika jina la Yesu Kristo
wa Nazareti, Bwana wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wa Bwana, fungua masikio yetu, fungua macho yetu Bwana, tukapate kuelewa na neno lako Bwana wa Bwana, Mfalme wa mbingu na nchi. Wewe ndiwe Mungu Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Asante Mfalme wa mbingu na nchi kwa ajili ya neema yako na rehema zako kwetu Bwana, ni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana. Asubuhi ya leo tunakataa Bwana kila hila ya adui kwenye maisha yetu. Tunakataa Jehova kila uharibifu wa giza ulioachiliwa juu yetu Bwana. Tunakataa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Chochote ambacho adui amepanga kukiachilia kwetu, Bwana wa Bwana, asubuhi ya leo tunakataa kwa damu ya Yesu. Iwe ni magonjwa, tunakataa Bwana. Iwe ni mauti, tunakataa hiyo mauti kwenye maisha yetu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba mwema, Mungu mwaminifu, mfalme, tunakuita asubuhi ya leo, maana unasema katika neno lako tukuite na utatuitika. Nasi tunakuita Bwana asubuhi ya leo. Jehova, tunakuita El Shaddai asubuhi ya leo Bwana wa Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wa Bwana, tunakuita watoto wako, tunakuita watu wako Bwana asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiye Mungu Jehova, wewe ndiye Mungu mfalme. Tunakuita kwa ajili ya wagonjwa, tunakuita Bwana wa Bwana, walioko mahali hapa mfalme, tunaomba uponyaji juu yao, tunaomba uzima juu yao, tunaomba nuru yako juu yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tunakataa hayo magonjwa yaliyopangwa kwenye maisha ya watoto wako asubuhi ya leo. Tunakataa hayo magonjwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tunakuita Bwana wa Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo. Nasi tunauachilia huo moto, tunauachilia huo moto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana, tunauachilia huo moto wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tunakataa hiyo mauti iliyoachiliwa kwa watoto wako, mauti kwenye biashara, mauti kwenye kazi, tunaikataa hiyo mauti. Mauti kwenye ndoa, tunakataa kwa damu ya Yesu wa Nazareti, Bwana wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana. Jehova mfalme, tunakuita Bwana, tunakuita Jehova, tunakuita Bwana, tunakuita Adonai, tunakuita El Shaddai, katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunakataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, kila mipango mibaya iliyotengenezwa kwenye maisha yetu, Bwana wa Bwana, mwezi huu wa pili, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai,
kata hiyo mipango mibaya iliyotengenezwa juu yako mwezi huu wa pili, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana. Nasi tunaiachilia damu ya Yesu, nasi tunaitamka hiyo damu ya msalaba, hiyo damu ya Yesu ikanene mema kwenye maisha ya kwetu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa Bwana, na kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba mwema, mfalme wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaomba. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia, kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake. Kombolewa, kombolewa, na kombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli, ukombolewa na furahi kupita lugha kutamka, ulionyesha pendo lake, nimekuwa mtoto wake. Kombolewa, kombolewa, na kombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tunamshukuru tena Mungu kwa ajili ya neema yake ambayo ametupa. Tunamshukuru tena Mungu kwa ajili ya baraka na nguvu ambazo Mungu ameziachilia kwenye maisha yetu, na sifa na utukufu na heshima tunazirudisha kwake peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Asubuhi ya leo natamani tutafakari, na wiki nzima hii tunatafakari kichwa cha somo, uso wa Bwana uende pamoja nasi. Hebu sema, uso wa Bwana uende pamoja nasi. Uso wa Bwana uende pamoja nasi. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 40 mstari wa 34 mpaka 38 ndio kichwa au ndio somo kuu litakalotuongoza wiki nzima hii. Wiki nzima hii, Kutoka 40 mstari ule wa 34 mpaka ule wa 38. Kutoka sura ile ya 40 mstari ni ule wa 34 mpaka ule mstari wa 38. Neno la Mungu linasema, ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Wala Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania, kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Mstari wa 37, bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena, kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli
katika safari zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimechagua somo hili kwa wiki hii kwamba uso wa Bwana uende pamoja nasi, kwa sababu tumeingia mwezi wa pili. Tumeingia mwezi wa ngapi? Tumeingia mwezi wa pili, na mara nyingi huwa nawaambia kila mwezi ni lango. Kwa mfano, tulipoingia mwaka huu wa 2026 tulianza kutamkia malango ya kila mwezi: lango la mwezi wa kwanza, lango la mwezi wa pili, lango la mwezi wa tatu, mpaka lango la mwezi wa 12. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa kiroho kila lango lina maana yake. Kwenye kitabu kile cha Isaya sura ile ya 60 mstari wa 11 anasema, na malango yako. Hajasema lango lako. Na malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala hayatafungwa wakati wa nini? Wakati wa usiku. Hayatafungwa mchana wala hayatafungwa wakati wa usiku. Ngoja tuangalie kidogo maana ya namba 2 kiroho. Maana ya namba 2 kiroho. Moja, namba 2 ni ushuhuda wa uthibitisho. Ni ushuhuda wa uthibitisho. Namba 2 inasimama kama ushahidi wa jambo. Kama ushahidi wa jambo. Kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 13 mstari wa kwanza. Fungua pale kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza. Kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 13, soma pale. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 13 mstari wa kwanza. Soma pale wewe ambao umepata. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 13 mstari wa kwanza. Soma mstari wa kwanza. Ujaposema kwa lugha za wanadamu na kwa lugha za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu. Endelea. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani kiasi cha kuweza kuhamisha mlima, kama sina upendo mimi si kitu. Kama sina upendo mimi si kitu. Kama sina upendo mimi si. Kama sina upendo mimi si. Soma mstari wa kwanza. Wakorintho wa pili 13 mstari wa kwanza. Hii ndio mara ya tatu ya mimi kuja kwenu. Mashahidi wawili au watatu. Mashahidi kwa, sikiliza, rudia tena vizuri. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa kwanza. Hii ndio mara ya tatu ya mimi kuja kwenu kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, kila neno linathibitishwa. Yaani siku zote linapokuja jambo au kuna kitu mnakizungumza, maandiko yanasema kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, neno linafanya nini? Na hapa nataka nikuonyeshe nguvu ya namba 2 au maana ya 2 kiroho. Sasa hapa kiroho inaonyesha Mungu anathibitisha alichokisema au alichoanza kwa vinywa vya watu wangapi? Watu wawili. Kwa vinywa vya watu wawili. Kwa hiyo namba 2 inasimama kama ushahidi wa jambo. Kama ushahidi wa jambo.
Ngoja kule mbele utanielewa vizuri kidogo. Kule mbele utanielewa vizuri kidogo. Kule mbele utanielewa vizuri kidogo. Anasema hivi, kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu neno linathibitika. Nikasema kiroho inaonyesha Mungu anathibitisha alichokisema au alichoanzisha. Watu wawili au wangapi? Watu wawili au watatu neno linathibitika. Namba 2. Ndio maana utakuja kushangaa hata kwenye ndoa ni ya watu wangapi? Jamani, nafundisha maana ya 2 kiroho. Nafundisha maana ya 2 kiroho. Okay. Ushirika na agano. Namba 2 inaashiria umoja wa wawili: Mungu, mwanadamu, mume na mke, Kristo na kanisa. Tunaenda ngapi jamani? Tunaenda pamoja. Utaona Mungu na mwanadamu, utaona mume na mke, utaona Kristo na kanisa. Kwa hiyo utakuja kugundua namba 2 ni namba ya agano. Namba 2 ni namba ya mahusiano. Namba 2 ni namba ya ushirikiano. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24, hiyo namba 2 imebeba agano, na ndio maana utasikia kuna agano la ndoa, mume na mke, maana yake watu wawili. Kuna agano la Kristo la damu yake, Kristo na kanisa, kwenye kile kitabu cha Waebrania. Kwenye kile kitabu cha Mathayo pia sura ya 26 mstari wa 28, na hii ndiyo damu yangu ya agano inayomwagika kwa ajili yenu, kwa ajili ya wengi na kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kumbe namba 2 imebeba agano, ni namba ya kiagano. Si kama kuna mtu ananielewa? Tumeingia mwezi wa 2, ni mwezi wa kiagano, ni mwezi wa kiagano, na ninatamani huu mwezi wa 2 kila mmoja akafanye agano na Mungu. Fanya agano na Mungu kibiashara, fanya agano na Mungu kimaisha, fanya agano na Mungu kiuchumi. Kwa nini? Kwa sababu namba 2 imebeba agano. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Lakini pia namba 2 ina uamuzi na uchaguzi. Namba 2 ina uamuzi na uchaguzi. Namba 2 huleta nuru na giza. Angalieni, nimeweka mbele yenu leo uzima na mauti. Namba 2 imebeba baraka au laana. Kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile 28, Kumbukumbu la Torati sura ile 28, ngoja tuangalie pale. Kumbukumbu la Torati sura ile 28, 28 anasema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kwa bidii na kutunza kufanya maagizo yake ni kuagizayo hivi leo. Sasa ukienda mstari ule wa 15 anasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako
usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Kule anasema ukiisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo hivi leo, utabarikiwa.